Gunyite ugeni umuthi aririo turakorwo tukihiga mweri wa mugetho ngatho cia mwanya ni gukorwo kinyitania na ithui ni njitagwo Wairimu wa Wanjiru nake mutwathi na njira ciko etagwo Vivian Wangeci mwihoko wakwa ukiri muhoro na tukirika mohoro-ini maitu ni ati ngwataniro ya Times U Sacco kuria kaunti ya Meru ni ruguritie mubango wa Times U Foundation iria itanyitwo gukorwo igiteithiriria arutwo aria matehotete makiria kumahura njeki kimathomo mamo kuona arutwo aingi ni marakorwo makiaga guthie thukuru kumana na kwaga mbeca na angi makarika thiini wa ikundi itari njega na hau muturire ugakorwo githuka. Through these efforts, we have stood with bright students from needy backgrounds, supported environmental conservation activities, empowered women in enterprise, and invested in the potential of our youth. These 12 years of service form the foundation upon which today milestone is built. Environmental sustainability, promoting conservation and tree planting, youth empowerment, building skills, mentorship and opportunities, women empowerment, strengthening economic participation and leadership, health and advancement, mental health awareness, and psychosocial support. Na kwa sababu tuko hapa kulaunch hii foundation ambayo itasaidia kwa masomo, a foundation ambaye haichagui mtoto ni wanani au wametoka wapi. Leo tumefungua milango ya masomo. Mulichagua, nilienda nikashikana na serikali ya William Ruto na Kebeke, na hawa ndio wataweza kunisaidia nimalize project kama wakati huu, na watafuta pesa za barabara, ndio walinipatia pesa nikamaliza ile lami ya Uruko. There are so many poor kids lakini wako na potential na wanapotea. So mimi wakati niliingia nikachaguliwa, at least I produced 3 medical doctors ambao ni wazazi, watoto hawana mzazi, ana baba, ana mama, but now they are medical doctors. Today marks more than the birth of an institution. It represents a deliberate and purposeful step in living out our values of service, stewardship, and impact beyond ourselves. As a business community, we recognize that thriving communities and thriving economies go hand in hand. East Africa Chamber of Commerce, Industry and Agriculture stands ready to explore meaningful partnerships that will amplify impact, mobilize resources, and drive measurable change. I also want to commit that I will work with you, SACCO, I will work with the community, I will work with the leadership of this county to make sure that the youth are able to get opportunities in Luxembourg University, where they will get sponsorship for a whole year for the courses they deserve. Na tugithina mbere ni ati maafitha a borithi hindi ria magutabanagia mungururio wao ni mahotete guikia ngono andu atatu aria makoretwo makiruga njohi nyumba-ini kure mwena wa Tarakwa kana wodi-ini ya Tarakwa guku ni kaunti ya Uasin Gishu, na agikira mukonde uhoro uyu kamanda wa borithi wa kaunti ya Uasin Gishu Benjamin Mwathi augite ndia kana thondeki a njohi ni atumia eri na mundurume akiuga ati matiri na ya kuona makoretwo makirugira njohi no kilomita nini tu kuma shesheni ya borithi ya Kondo. Operation area ya burnt forest huko Tarakwa along Nakuru and Eldoret highway between Kondo police station na Tarakwa police station, in between about a kilometer kutoka Tarakwa police station along the highway ndio tukapata nyumba ambayo ni residence ya mama fulani akitengeneza pombe. So tuliingia ndani tukasearch, tukakuta pombe ikikorogwa, inakokorogewa kwa hizi mitungi ya maziwa. So anachanganya na maji
anaweka flavor. Tuko na 3 suspects ni middle age. Tuko na 3 suspects ambao iko in custody. 2 ladies and a man. Pia ladies sasa wameanza hii kazi ya kubrew illicit brews. Tulipata ethanol about 10 liters kwa hiyo nyumba. So akikoroga anaweka kwa brands tofauti tofauti. Utakuta box juu imeandikwa best, bandani utapata Kingdom, utapata Vodka, utapata Fipus, utapata Gin, utapata zote hapo ndani. So hiyo ni kuonyesha ya kwamba hii haijatoka kwa hizo manufacturers. So tunataka kuhimiza wananchi huko reserve wawe careful, wawe chonjo, watu angalilie. Wakiona nyumba ambayo iko na suspicious activity, watueleze ndio tuweze kuintervene na kuhakikisha tumekamata hao. Na tugithi na mbere nĩ atĩ gĩkundi kĩa atumia kana ateti atumia nĩ makomithitie gĩkĩ gĩkundi kĩretwo wa maendeleo ya wanawake organization nĩ gũkomithĩtie maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kwĩyumĩria hĩndĩ ya mĩcemanio ya kĩũteti, makiuga atĩ mĩario ĩrĩa ĩraikanĩrio ti mĩario mĩega, nĩ mĩario ya hũra thoni. Maugĩte nĩ wega mĩcemanio ĩno ĩkorwo ĩgĩtabanio na thayũ na ningĩ nĩguo kwaga gũthoga thayũ wa bũrũri. We have come here to condemn what I saw in the media yesterday. I saw somebody talking about the women. And you know, something inside the woman, it is only God who knows. He was the creator, he knows. But as I stand here today, I don't want, and I'm requesting that talking on women all the time in the podium must be stopped. The problem that we've been facing as women is quite large. Many of us do not want to speak about it, but we have to speak about it. In many times, we are mobilized to even look down upon ourselves. I want to say that it's very condemning when a woman decides even to do her own business, but someone wants to associate you with the sex part. We also have brains just like men, and even there's a say that what a man can do, a woman can do best. Instead of mocking us and even pulling us down and making us look small in the public or anywhere, in any domain, we want to echo it well so that all the politicians around, anytime you have forums, talk about the agendas, talk about development, bring women issues, the key issues that are touching women. We have childbirth. Stillbirth we have, no one talks about them. We have emergency issues, even at home, because we have rural development, where women are supposed to walk from a stretch to another place. They cannot be able to get even mitigation measures like even ambulances and stuff. Some die on the way. Do you talk about this? You can only talk about how a woman was taken to bed by another man. I would want to echo my fellow women that in any forum that we have today, if there is any word that is uttered that is negative, go against it. Because we want a society of sober mind. We want a society of people who can reason together. We want a society where people can sit and listen to you, not a society where someone is sent to come and drive you away because they feel that whatever you have in your brain can be. We want a society where that downer part, the sex part, is additional value to you. Na riboti ĩgakorwo ĩgĩtũhe kanya kega ga gũkorwo tũgĩkĩria oro hanini nĩ tũracokereria.
Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi, electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma, njoo na mi Kemuma, twende Kemuma. Vitu ni fresh Kemuma, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi, njoo na mi twende Kemuma engineering system. Wa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Ruoro rugitema koragwo wi wa mbere kumenya mari marahanika guko bururi-ini na nja wa itoka cia Kenya thiini wa tabarira ya gugithereruka ni kwambiriria thinashara kinyagia thaa 3 cia rucini o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa gatano. Joyce Wanjiru wa Mwangi mari hamwe na Francis Wairura magakurehera ndereti itiganite mathaa matatu ma kuhingura muthenya waku gathondekwo ukagira. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari ni, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM kana utuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Thaburi igana rimwe ria 22 ni ndakenire riria manjerire atiri ni tuthie nyumba-ini ya Jehova. O muthenya wa kiumia kwambiriria thaa 3 cia rucini nyitanagira na ithuĩ Kiheo TV tugikurehera igongona ria kiumia kuma kanitha-ini wa Jesus Wina Ministry Rwesambu Nairobi. Nyimbo cia kugoca Ngai, mahoya. Tunaomba upako wako na neema yako mahali hapa Bwana Yesu mwana wa Mungu. Tunakuja kinyume na kila kazi ya shetani, kiugo kia Ngai na utungata wa Roho Mutheru. Wacha nikuambie, hapa kuna agano. There is a covenant here. There is a covenant here. There is a covenant here. Na nimesema leo yule yote ameingia. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
Nĩ ngatho ntwarĩkia gũcokereria oro rĩngĩ atumia ateteri a ihoto mathiĩte na mbere na gũtetera atumia makiuga atĩ hĩndĩ ĩrĩa kũratabanio kana kũratabanio mĩcemanio ya kĩũteti na ngahĩha cigakorwo cikĩyumĩria, atumia na ciana nĩo marakorwo makĩgũmĩrwo. Makĩaria marĩ kũrĩa mwena wa Nandora makiugĩte oho nĩ wega atumia maheo kanya ga kũrũĩrĩra iturwa itiganĩte cia kĩũteti, na ningĩ makĩũria thirikari kũgũithia magoti ma indo cia atumia kana indo iria atumia makao makĩhũthĩra ta taurũ cia ũtheru. Kwa siku ya leo tulikuwa tumekongamana hapa kama kina mama kwa sababu of the current context of how we see the state of the nation. Na tukiongelea story of the state of the nation, one, tunaona bado the continued of high cost of living ambayo imeendelea kudepolarize maisha ya wananchi. Na jambo lingine ambayo tulikuwa tunaongelea sisi kama kina mama aswa, tunaelekea wakati wa election come next year. Na tunaona viongozi ambao wako kwa political leadership washaanza campaign. Na tunaona the unleashed violence ambayo inakuwa exposed kwa mwananchi ambaye ana speak truth to power. Unaona? So sisi tunasema kama kina mama, we will not be silenced no matter the amount of intimidation ambazo zinakuwa targeted to us as women. We will not be silenced. Kenya women are living under the shadow of fear. From our homes to our streets, safety is no longer guaranteed. In 2025 alone, at least 220 femicide cases were documented, an average of nearly one woman killed every day. More than 70% of this killing occur in domestic spaces, often at the hands of people known to the victim. Yet the response from the state institutions has remained inadequate, and access to justice continue to be out of reach for many grassroots women. We further condemn the continued abuse of power by security forces and the normalization of excessive force during protests and in places of detention. Economic relief for women in the grassroots. The government must reduce tax burden on essential commodities, including maize flour, cooking oil, and sanitary products, which train women-led household and informal workers. Our conclusion is we refuse to be statistics. We refuse to die in silence. We are the majority. We are the providers. We are the voters. If the state cannot guarantee the safety, the dignity, and economic survival of women, it must urgently reconsider its priorities and its duty to the people. Many women are being forced to choose between basic necessities and healthcare. Reports of patients being turned away due to system failures are deeply troubling. Disruption in reproductive and maternal health services, including the Linda Mama program, are placing expectant mothers and adolescent girls at heightened risk. Healthcare is a constitutional right and must function as such in practice. Na Anthony General wa LBDA nĩarugũrĩtie tabarĩra ya milioni 10 ya gwĩkĩra maĩ thukuru-inĩ wa Nina ũrĩa ũrĩ mwena ũcio wa Usonga. Akiugĩte tabarĩra ĩno ĩgũkorwo ĩkĩguna arutwo arĩa marĩ thukuru ĩyo na maĩ matheru hamwe na mĩciĩ 4,000 ĩrĩa ĩthiũrũrũkĩirie kana ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na thukuru ũcio. Akiugĩte ningĩ thabarĩ ndaya iria arutwo makoretwo magĩthiĩ hamwe na aikari nĩ ciakorwo igĩkinya mũthia. This school has got a capacity of has got a population of about 389. That is grade 1 to grade 9, and then it has about 61 in ECD. You can imagine having small children and not having water, and the water is not fresh. We therefore hope that this water is going to help us in school to keep the children in school so that they don't have to go and fetch water. And secondly, because of ECD, it will help the children by starting to learn agriculture and taking part in agriculture. And in that way also, we want to attract them to come to school so that they can have extracurricular activity. It will be remiss of me if I did not tell you that
I have been supported by His Excellency the President, and I'm thankful for this government because of what we are seeing in our villages today and what we are seeing next to us, things that are tangible that we can see. And for that reason, it behoves all of us as citizens to help our country, to help in security. We have so many insecurities here. We have to hold hands together. When the government is giving, as we are receiving, we should also be receiving. Now our main focus is at Lake Basin is on water supply, like we are doing it here today. We are in fish farming, we are in honey, that is apiculture, we are in tree planting, we are in other projects which are many and cannot be mentioned here. But to make it as short as possible, we are happy also to be here and to be with you. And the President has always urged us to come and work with the community. That's why we are here. And again, as a responsibility for leaders, especially political leaders, like Madam is here, the AG, is to organize the citizens so that when funds are found, and to mobilize the citizens and organize them so that when funds are found, like in this one, then they go to particular projects which are at the heart of the community. Na ngucanio nĩ cikorirwo cikĩyumĩria hĩndĩ ya mĩhang'o ya gĩthurano kĩa NAT kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa icigo itiganĩte, na ngucanio ici ciumĩrĩte mwena wa Elgon gũkũ nĩ kaunti ya Bungoma, na thutha wa andũ arĩa marendaga kũhũranĩra iturwa ngũrani marĩtwa mao kwaga kuonekana. Ona gũkĩrĩ ũguo, ithurano ici nĩ ikorirwo igĩthiĩ na mbere na kũrĩa mũndũ gwĩtwo Patrick Cheptuma akorirwo akĩhotana ta mũikarĩri gĩtĩ wa NAT mwena ũcio wa Elgon, akiuga atĩ kũndũ kũu andũ nĩ marakorwo makĩgerera moritũ maingĩ. Tumeambiwa kwamba hatuko kwa list. Unaangalia list hauko, payslip wanakata pesa ya NAT, ID yako iko sawa, TS number iko sawa. But shida ni kwamba tulikosaje kwa list ya voting. Na the majority ambao wamekuwa affected ni watu kutoka Cheptais. Tunaomba OU kama inawezekana hii NAT igawanywe, Cheptais wabaki wenyewe na wenyewe. So we are just doing things which are just abnormal. We are teachers. We are learned and we need respect in the community. We have said from the union. Nake munini wa President Professor Kithure Kindiki atwarĩte mawega mahiũire kĩondo kũrĩa mwena wa Lungalunga kũrĩa akorirwo akĩrugũria tabarĩra cia thirikari itiganĩte. Augĩte ciringi bilioni 12.8 ciakorwo igĩthukĩrwo gwaka mabarabara mwena ũcio, nacio bilioni 13.3 nicio cikũhũthĩka gwaka thoko cia kĩrĩu, nayo bilioni 1.4 igũkorwo ikĩhũthĩka harĩ tabarĩra ya utambia wa thitima. Mambo ya uchumi samawati. Mnajua ya kwamba kwanza tuko na boda hapa ya Lungalunga, one stop border post ambaye tumekamilisha shilingi milioni 825 na imekamilika inatumika. Lakini mambo ya uchumi samawati tumefanya mambo mengi. Tumejenga ile bandari ya Shimoni ambayo imegharimu bilioni 2.7. The Shimoni Fish Port is complete. Na sasa tumetafuta mwekezaji akuje kuoperate hiyo bandari ya Shimoni ambayo imejengwa na serikali ya William Ruto kwa kitita cha shilingi bilioni 2.7. Rais Ruto ni fire si fire. Iko miradi mingine ya uchumi samawati. Tumetoa grants kwa fishermen na beach management units za Kwale County. Tumetoa shilingi milioni 652 kusaidia beach management unit. Tumetoa boti za hizi boti ndogo kama boti 70 ambazo tumepeana hapa Kwale County. Siku hiyo Salem Mvurya akiwa waziri wa uvuvi na uchumi samawati. Tunajenga National Marine Research Center of Excellence kule Shimoni,
1.4 billion. Tunajenga pale Kombani Marine Academy and Center of Excellence for Port Logistics. Tunajenga na 600 million. Mheshimiwa, hii ndiyo mara ya kwanza ambayo hawa wananchi wa Kwale, wananchi wa jimbo hili la Pwani, ambayo wanasikia na wanaona mambo ambayo serikali inafanya. Sasa sisi tumeona serikali iko katika ngazi ya kisawa sawa. Huyu msaidizi ameonyesha ukakamavu, ameonyesha haki, ameonyesha utendakazi, na sisi kama chama cha UDA twasema Kindiki 2 term aendelee 2027 akienda mbele. Kazi zenu mnafanya bila ubaguzi. Kama ni nyumba za bei nafuu zinajengwa Kenya nzima, Lunga nao wamepata. Ni kweli si kweli? Kama ni mambo ya hiyo masoko inajengwa Kenya nzima na Lunga nao imepata. Juzi Mheshimiwa Rais alipokuja hapa kule Kwale State Lodge, alitupatia barabara ya kutoka Mwangulu iende mpaka Kinango iwekwe lami. Na aikari a kuria Mathare marokirio ni gikieha na maithori thutha wa nyumba cio kumomorwo na cimomoririo utuku kuria marakiuga ati ni mangirahetwo notithi ni thirikari niguo makoro mathamia indo cio kuona ati matungio hathara itangitarika. Na kitu inafanyika hapo, kuna kitu inaitwa right to information yenye hao watu unaona hapa wajapata ama hawana. Na vitu zinafanyika hapa, mnakutwa saa 8 usiku mnabomolewa, hakuna information iko shared, hakuna kitu yoyote kama hiyo shule tunaambiwa hapa ama tunaona ikijengwa. Hakuna kitu hata ilani ya kusema ni shule ya public kama ni ya mtu binafsi. So na hiyo ni makosa kwanza kubwa. Sisi kitu tunasema, sisi hata tuombi, hata ifai kukua inaombwa, tunafaa kudemand. Hao watu wanafaa kuwa compensated ama kuwa relocated venye inafaa. Sasa wenye tulibomolewa, tulisikia iko watu waliitwa wakapatiwa pesa, lakini sisi tujapata 1,000 ngapi? 5. Ni kama ili 5 wana ubaguzi, hata tukujua Kenya kiliendelea. Walipa watu 5. Wenye walipatiwa pesa. Juu venye tunekuja hapa tungeleta malalamishi kama tunepatiwa pesa kama hizo. Kamila. Na hiyo sio pesa inaweza tusaidia. Sasa hata mimi sina ID. Ilipotea huko na kuna kitu niliokoa kwa hiyo kitu. Akatuambia huyo mtu akatuambia, wewe kama haujatoa chochote, kama haujatoa kitu yako huko ndani, hakuna ingine. Na uangalie kitambulisho yako pande ya nyuma, na hakuna kuangalia. Kwa hivyo tata iendelee na kazi. Na kutoka hapo wakacordon off GSU na AP na polisi. Hakuna mtu aliyokuwa chochote. Hata kama ni mama, labda ukimbie usikie mtoto. Na wazee pia hakuna mtu aliyokuwa chochote. Chifu akasema hii ni order kutoka juu. Kwa hivyo sisi tutafanywa venye tutafanywa. Hatuna otherwise. Kufuatilia kufanya upelelezi wetu, upekuzi wetu, tukapata wenye bondeni property. Wenye bondeni property, wale wahusika wa bondeni property juu ilikuwa shamba ya bondeni. Hao ndio wakumbi wamepita nyuma. Kwa sababu hapa watu wengi hata kama wako na hizo land rates wanalipa, wajaitwa zile nini zao kwa bondeni property, bali iko tu kwa bondeni. Kumbe wanauzia bondeni, wanauzia nini? MP ndio amenunua hapa. Nigatho na hau niho tugukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu ma Kiheo Kabiru Wikendi. Ngaigwa ndikite ona makiria ni unyitaniri waku mirori wa kiheotv, na ni ngatho kuri we na aria matigirira mohoro maya ni maukinye na njira igwete. Njitagwo Wairimu wa Wanjiru, mutwathiri na njira cio kauma Vivian Wangeci areka mwena Ngai moroko gitiro tukwa muthi uroko matakana. Nigwendete nake Ngai ai kwenda ona makiria.